Kuna nini jamani? Unauliza kuna nini? Ina maana hujui ulichokifanya mpaka unauliza kuna nini? Yaani umeliweka lifimbo lako hapa, mimi nimejikwaa, alafu unauliza kuna nini? Sasa hivi vyombo hivi utavinunua. Yaani utavinunua. Yaani mama, nimekuchoka. Nimekuchoka. Hey jamani. Na nitafanya kila kitu mpaka nihakikishe umeondoka, umerudi kijijini. Mama mshenzi wa tabia wewe. Unajiuliza nini kinafiki hapo? Ovyo. Houseboy, houseboy. Ingali ni kama kazi nyingine, lakini wanatutesa wengine. Ninaamini kupata faraja na kuishi kama wengine. Houseboy, houseboy. Wewe Naam madam. dakika kadhaa zilizopita ulikuwa wapi? Yaani dakika? Nasema dakika kadhaa zilizopita ulikuwa wapi? Mimi nilikuwa nyuma tu hapa, nilikuwa naendelea na usafi wangu. Kwani kuna shida madam? Haujasikia chochote? Yaani chochote kipi? Haujasikia mazungumzo yoyote? Hapana, kikweli mimi sijasikia chochote. Kwa hiyo hamna chochote kilichokuwa kinaendelea ulichosikia? Haya, toka. Kanaendelea chai. Toka. Mama. Shikamoo. Baba, jambo mwanangu. Si jambo, mbona kuna Nimekuagiza nini?
Mkaza mikono basi, mtoto wa kiume. Mbona mikono imelegea hivyo? Kama huli. Kwenye kucha umosugue vizuri. Maana wewe ukipewa kazi mpaka ufundishwe jinsi ya kuifanya. Na uoshe vizuri hiyo miguu itakate. Maana wewe kila kazi mpaka uelekezwe. Kaza mikono huyo mtoto wa kiume. Kama huli jamani. Houseboy, houseboy. Houseboy, houseboy. Nasikia geti linagongwa. Nenda kufungua geti. Kafungua geti. Mjukuu wangu. Umerudi? Nimerudi. Jamani za shule. Safi bibi. Karibu tupo. Asante. Mama. Jamani mwanangu. Be mama. Karibu. Asante mama. Miss you. I miss you mama. Mama. Karibu baby. Asante mama. Mama nilikumisi mama. Jamani, nimekumisi pia mwanangu. Nimekumisi kweli binti yangu. Afu mama kwani yule pale kati ni nani? Kafanyaje kwani? Hamna, nimeuliza tu. Peleka vitu ndani bana. Kwani mama mimi kuuliza ni vibaya? Jamani, nimekuambia peleka vitu ndani. Lakini mama hujanijibu. Embo, wewe peleka hivyo vitu ndani.
We Bre. Naam. Mbona sahani zipo 3 na hapa mezani tupo watu 2 tu? Hiki kingine ni kwa ajili ya mama. Kwa hiyo naenda kumuita pale nje ili aje kula. Mama siku zote anapenda kanchi kwenye upepo na mara nyingi huwa anakula huko. Hebu chukua chakula chake mpelekee huko nje. Anaenda kula huko huko. Chukua mpelekee. Hey. Afu wewe. Tabia ya kuwa mimi naongea narudia mara 2 naomba ukome. Umenielewa? Peleka chakula huko. Mbavu. Ingali ni kama kazi nyingine, lakini wanatutesa wengine. Mama. Be mwanangu. Chakula hiki hapa. Sasa hapa. Jengo hiki kuna story. Sawa. Haya, chakula hiki hapa mama jitahidi leo ule. Maana kila siku shazoea unategea. Nashukuru sana, Mwenyezi Mungu akubariki. Haya. Wewe umeshakula? Nimeshakula, nitakula. Nishakula. Haya. Wewe kula kwanza, mimi nishakula tayari. Haya. Asante. Haya. Sawa, sasa endelea. Ngoja nikuletee maji na juisi. Haya, sawa. Houseboy. Mume wangu. Niambie mke wangu. Unajua gesi imeisha. Gesi? Ndio. Imeisha kabisa? Hapana, sio kabisa, ila leo jioni na kesho sijui kama tutatoboa. Okay, basi sawa. Mimi ngoja niende nikafusifusi mazingira huko. Baadaye naweza nikaleta halafu tukajaze. Haya, Mungu akubariki. Pata hela mwanangu, wahi kurudi nyumbani. Asante sana mke wangu. Haya, kazi njema. Okay. Nakupenda. Sawa. Bye. Nimewaita hapa kwa dharura kidogo kwa sababu nataka nisafiri. Na najua imekuwa ni dharura. Shukrani. Kwa sababu najua imekuwa ni dharura, lakini Bri, naomba nawe uwepo hapa. Nimewaita kwa dharura, najua saizi ni usiku, muda umeenda sana. Lakini nahitaji kusafiri usiku huu. Mama, nahitaji kutoka ili nikatafute pesa yako kwa ajili ya matibabu, ili uweze kupata matibabu yaliyokuwa mazuri zaidi. Kwa hiyo kitu ambacho nilikuwa nakiomba ni upendo utawale ndani, amani,
na imani kila kitu kiko sawa. Mke wangu yupo hapa mama, hakuna kitu chochote kitakachoharibika. Vitu vidogo vidogo na imani atakava. Shida yoyote mama hapa yupo, si ndio mke wangu? Ndio mume wangu, hamna kitakachoharibika. Na imani mke wangu pia ushafanya utambulisho kuhusu hawa vijana? Hapana mume wangu, bado sijafanya utambulisho. Mke wangu sawa, haina shida. Feti ukuwepo mndani. Bri, Naam. na imani unamjua mama, unamjua na mama yako pia. Kwa hiyo kitu ambacho nataka nikuase, huyu ni binti yangu na imani ulikuwa humfahamu, sijui unanielewa. Binti yangu kaja likizo na mimi natoka. Kwa hiyo kitu ambacho mimi nakusisitiza ni kuishi vizuri na binti yangu. Sitotaka kusikia dosari yoyote, sijui unanielewa. Unaona kuna kitu chochote kinakutatiza, basi ni huko nje. Mambo ya ujana fanyia nje, sio ndani kwangu. Kwa hiyo Feti, mheshimu kakako na Bri, muone huyu mtoto kama dada yako na mlinda kama mboni ya macho yangu. Mimi ni hayo tu, kikubwa nasisitiza upendo utawale. Sidhani kama kuna mtu atakuwa na swali, maana muda umeenda sana. Kwa hiyo kama kuna mtu ana swali lolote naweza nikamsikiliza haraka haraka. Sawa mwanangu, nimekuelewa. Lakini nilikuwa naomba kuuliza swali kidogo. Hivi siwezi kurudi nyumbani kijijini huko ili nikaendelea na matibabu kidogo kidogo, kwa sababu sasa hivi naona kama nimeanza kukaa sawa. Mama, kwa nini? Kuna shida yoyote au kuna kibaya chochote ulichofanyiwa? Eti jamani, mama, kwani kuna kitu gani tumekufanyia kibaya mpaka unafikia hatua ya kufikiria urudi kijijini kuendelea na matibabu Na alihali si tushakuzoea mama yangu. Usifikirie hivyo mama Bibi, kwa nini unadai kurudi kijijini? Naangalia hapa hapo unapata matibabu. Hapana mjukuu wangu, sijasema kwa maana hiyo. Ila nimemisi tu kijijini. Si unajua watu wa kijijini hatujazoea mambo ya mjini. Alafu natumaini naweza nikamalizia matibabu yangu nikiwa huko. Hapana mamangu, toa shaka, mimi na imani umndani wewe unaishi vizuri, au wanakukea. Bri yupo hapa, atakuangalia wewe. Kwa hiyo wewe kuwa na amani mamangu. Mke wangu pia yupo hapa, mjukuu wako huyu amerudi, kwa hiyo utacheza naye muda wote. Kwa hiyo mamangu, naomba ondoa shaka, mimi narudi. Mbona utapona tu, hilo ni tatizo dogo. Sasa mimi naona muda umenitupa mkono. Ngoja niende nikajiandae sasa. Sawa mume wangu. Twende ukajiandae. Mke wangu. Haya.
Hivi unataka kuniambia kwamba huu uwanja wote hujauona mpaka unakuja kunimwagia mimi maji? Nimekwambia sijakuona. Unaamua nini sasa? Kuna nini huko? Mbona kama mambo na msamaha? Bibi, shikamoo. Marahaba, hujambo? Kuna nini? Sio hapa, nimemwagia maji bahati mbaya, naongea maneno mengi tu. Nani tena? Blili, basi msamee mwenzio, atakuwa hajakuona. Bahati mbaya tu hiyo. Sawa mama. Ingali ni kama kazi nyingine, lakini wanatutesa wengine. Ninaamini kupata faraja na kuishi kama wengine. Houseboy, houseboy. Bro, mbona muda chati rafiki yangu vipi? Samani brother. Muda nakwenda mzee. Tangu saa ngapi niko hapa rafiki yangu, muda simu nakutana muda kazi bwana.
umechelewa kufungua geti? Mimi nilikuwa kule nyuma, sasa wakati unagonga nimechelewa kidogo kusikia kwa sababu kule ni mbali. Sipendi. Njoo chukua mzigo. Hii glasi imefuata nini hapa? Nilikuwa natumia kunywea maji. Alafu je, mama unadharau sana wewe. Si nikwambia sitaki utumie hizi glasi. Na kuna glasi zako special kwa ajili ya kutumia kunywea maji. Kilichokufanya uchukue hizi glasi ni nini? We mama, sinaongea na wewe. Ina maana unisikii au unaniletea dharau mimi? We mama, sinaongea na wewe. Kumbe unijui kama mimi ni chizi, alafu mimi ndo nadharau zaidi yako. Sasa, umeona siku nyingine ujifunze nikikusemesha mimi uo unanijibu. Wewe. Cheki kwanza. Yaani Houseboy, houseboy. Houseboy, houseboy. Mke wangu. Pita mlango, mlango wa kwanza. Mume wangu. Niambie mke wangu. Karibu babangu. Asante. Kuchoka mke wangu vipi? Safi, pole na kazi. Asante wapambana mke wangu. Unajua? Ndo maisha. Niambie mke wangu. Niambie zako. Uko salama? Kabla ya yote, wewe nikupatie hela yako. Ile ambayo tuko tunaongea. Ndio maana nakupendaga babangu. Yaani wewe ukitoka tu lazima uniletee. Wewe mwanamke nakupenda sana ndo. Naelewa hivyo kama unanipenda. Sasa hapa maana gesi yenyewe isingotoboa leo. Maana usiku sijui kama tungepika. Usijali mke wangu, ndo maisha yenyewe. Tuko pale tunapokuwa tunacho, tunafanya. Hatuna basi tuvumiliane. Hapo tu ndo maana nakupendaga mume wangu. Na ukiahidi kitu ukiandoka unarudi na pesa. Usijali mke wangu. Haya ndo maisha tunapitia tu. Kwa hiyo siku tutakuwa tunaagiza tu watu nenda kachukue kitu fulani. Wewe na hizo sifa zako tena. Hamna mke wangu, ndo kweli. Wewe ndo mke wangu, ndo wajibu wangu. Haya basi ngoja nikuandalie chakula ule au unaenda kuoga kwanza? Hapo ngoja nile. Kaoge. Chakula unakwaga mbivu kwenda kuoga. Sasa mke wangu mimi nakusikiza wewe. Nenda kaoge. Mimi nakuandalia chakula hapa. Sasa mke wangu. Okay?
nitapata hela mapema kweli ili niweze kuwahi matibabu ya mama. Mama, popote ulipo mama wangu, naomba unisikilize. Isikilize sauti ya mwanao mama. Naomba usijali. Usijali mama wangu. Na kuahidi utapona na utarudi kwenye hali yako ya kawaida kama zamani. Naomba tu nivumilie mwanao. Mimi nipo napambana, nateseka, nimekubali kudhalilika kwa ajili yako ili tu nikusaidie mama wangu. Naomba usije ukaniacha mama. Tafadhali. Nakupenda sana mama. Kiukweli utanisamehe sana dadangu. Utanisamehe. Siwezi kupokea hii simu. Na najua tu taarifa ambayo unataka kunipa. Moyo wangu unaniuma sana kushindwa kumsaidia mama wangu. Naumia sana. Wewe mimi nakutafuta nyumba mzima hii. Wewe umekaa tu kwani umerelax mwenyewe. Sasa kuna mama yako pale getini anakusubiri. Hivi wewe, mbona unapenda kunikosea heshima kiasi hicho? Kwa hiyo kuna mtu anaitwa malaya? Msingi tayari nishakwambia, inatosha. Bli mdogo wangu, unachofanya unakosea. Ina maana simu zangu ukuziona? Napiga simu zangu unipokelee. Na unajua kule nyumbani mama anaumwa, ni mgonjwa. Hivi kwa nini unafanya hivyo? Kiukweli sister, mimi naomba unisamehe. Na kutokupokea simu zako sio kwamba nimefanya makusudi, hapana. Ila ni hivyo tu, mimi nilikuwa nawaza hata kama nilipokea simu nitakwambiaje, kwa sababu mimi hiyo hela bado sijaipata. Ndio maana nilikuwa nahofia hata nakupa majibu gani nikipokea simu yako. Sawa mdogo wangu, usirudie hiyo tabia. Hata kama huna pesa, unatakiwa upokee simu ili ujue hali ya mgonjwa. Sawa sister, mimi nimekuelewa. Kwa hiyo mama anaendeleaje sasa hivi? Bado hali yake ni mbaya sana. Na zile pesa bado hazijatosha. Sawa. Basi mimi nitaongea leo na bosi wangu, nitajaribu kumkopa. Kama atakubali, nitakupa majibu jioni. Okay, sawa. Sawa, basi hivi muda wa kuongea na huyo mara yako umeisha. Unaitwa ndani. Hebu changamka hapo. Sister, samani. Huyu dada ndo alivyo, yaani ndo tabia yake kutoa maneno machafu. Kwa hiyo mimi naomba ungeenda, alafu jioni nitakupa taarifa.
Jamani, humu ndani tunaishi watu 4 tu. Panapotokea jambo lolote ni lazima tuulizane. 100,000 yangu imepotea ndani. Ni nani kachukua? Nauliza, ni nani kachukua 100,000 yangu ndani? Ina maana wote hamna majibu eh? Mimi kwa upande wangu kiukweli madam, hiyo hela sijachukua na wala sijaiona. Feti ni mwanangu. Nimemlea tangu mdogo mpaka nafikia hivyo. Hajawahi kunibia hata senti 5. Na wewe unasema hujachukua hela. Ina maana mama ndo atakuwa akachukua hiyo hela, si ndio? Sasa basi. Naona wewe ushaanza tabia za wizi tayari. Hivyo, ipo siku tatuibia yani vitu vya thamani sana humu ndani. Naomba kuanzia sasa hivi chukua kila kilichokuwa cha kwako na utoke humu ndani. Nisikuone. Hapana madam, hapana. Tafadhali nakuomba. Basi mimi nilikuwa naomba kama hiyo hela imepotea. Mimi nilikuwa naomba kwa sababu mimi ndo mfanya usafi humu ndani. Naamini katika kufanya usafi nitakuwa nimeifagia pasipo mimi kujua. Nilikuwa naomba hiyo hela 100,000. Mwezi wangu huu ukiisha, uikate kwenye hiyo hela, nataka ufidie. Lakini naomba usinifukuze hii kazi. Mimi ndo naitegemea madam. Tafadhali. Ina maana kumbe wewe ndo uliochukua hiyo pesa na sijakosea, si ndio? Kiukweli madam, mimi sijachukua hela. Sijachukua hela yoyote na wala sijaiona. Lakini kama nilivyosema, mimi ndo mfanya usafi humu ndani. Pengine katika kufanya usafi nimeifagia pasipo mimi kujua. Kwa hiyo naomba tu unisaidie uikate hiyo hela, lakini usinifukuze. Tafadhali. Msikilize tu mwanao. Nani Feti? Sio Feti, ni mimi mama. Ble. Ble, hebu njoo hapa mwanangu nikuulize kitu. Na mama. Ble mwanangu, hapa tuko wawili tu. Naomba uniambie ukweli. Hiyo hela iliyopotea umechukua ama hujachukua? Mama, yaani mimi labda tu nikwambie ukweli. Mimi hiyo hela ambayo anazungumzia yeye sijaiona na wala sijaichukua. Mimi kwa nini niibe hela mama? Yaani kwa nini niibe hela? Hivi kama kweli mimi nina shida, nashindwa kumfuata ili aniazime mpaka mimi nichukue uamuzi wa kwenda kuiba? Yaani katika vitu sijawahi kufikiria ni hivyo mama. Mimi siwezi kuiba hata siku moja. Nawezaje kuiba? Sasa mimi sinajaribia hapo. Naharibu kazi yangu tayari. Haya, mimi nawezaje kuiba sasa? Basi sawa mwanangu. Labda mimi nikwambie tu. Mungu anakuona. Kama kweli hiyo hela hujachukua, basi haitoenda bure. Wewe ukipata hiyo pesa, basi mpatie. Lakini kama nilivyokuambia, kama hujachukua hiyo pesa, basi itarudi tu kwako. Sawa mama, mimi nimekuelewa. Mimi nitajitahidi tu mwezi ambao unakuja nitamwambia akate pesa yake. Kwa hiyo wala hata haina shida. Basi mimi naomba niendelee na kazi zangu. Sawa mwanangu. Ingali ni kama kazi nyingine,
lakini Yaani ananiletea ujeuri mimi huyu mtoto. Yaani nitamnyosha hadi atanyoka. Ngoja kwanza nimpigie shoga yangu hapa. Twende kidimbwi. Alo? Udugu wangu, yani nimekumisi balaa. Nimefika jana tu. Hey, nimekumisi yani hapa na kama 100,000 hivi. Tukapate moja baridi moja moto. Yaani leo mwendo wa kulabata tu. Kweli? Fanya hivyo basi. Yaani hapa nasi kuambieni fanya faster. Ujiandae na mimi najiandaa hapa tutoke. Sawa poa. Ndio nachokupendea mimi iko. Hapo. Sasa hapa ngoja nikabadilishe zangu nguo niondoke. Unaona, yaani ungeniona jinsi nilivyopendeza, nilivyopendeza bibi. Jamani, bila shaka mjukuu wangu hujawahi kuniangusha, naamini umependeza. Haya bibi, mimi naenda. Haya, kuwa makini huko barabarani. We Feti, unaenda wapi? Naenda kwa rafiki yangu mami mara moja. Umemwaga nani? Lakini mama, mara moja tu hapo. Haya, rudi ndani. Lakini mama, nasema rudi ndani. Jamani, si umwache aende kwa rafiki yake. Kelele wewe. Wewe, rudi ndani. Halafu we mama wewe, usiniingilie kwenye malezi ya mwanangu. Houseboy, houseboy. Houseboy, houseboy.
Houseboy, houseboy. Mama, vipi? Nataka nitoke nje. Sasa wewe unasema mama, hapa parefu, muda mwingine utakuja kuumia. Wewe unaita mtu anakusaidia kutoa nje. Hiki hapa kiti. Haya mama, shikamoo. Bau jambo. Si jambo. Tena afadhali umeamka. Maana hapa muda wote mimi nilikuwa nakusubiri wewe ili uamke niweze kukuwekea chai. Kwa sababu nataka niende sokoni mara moja nikachukue matunda. Kwani wengine wameshakunywa? Wengine bado hawajaamka bado. Ila nadhani wewe ndo wa muhimu kwa sababu tunajua na afya yako. Tumeambiwa unatakiwa uzingatie sana kula kwa wakati. Kwa ngoja kwanza nikuwekee wewe, afu wao wakiamka wataweka wenyewe. Haya baba, asante. Haya. Basi mimi naomba niwahi. Na wewe vipi, ushakunywa chai? Mimi pia nitakunywa nikirudi. Ila nadhani wewe ukimaliza hivi vyombo utaviacha tu hapa hapa kwa sababu mwenyewe sichelewi kurudi, nitakuja nivitoe. Haya sawa baba. Haya. Ingali ni kama kazi nyingine, lakini wanatutesa wengine. Ninaamini kupata faraja na kuishi
ndo kaniwekea hii chai ya pilipili. Sawa, na mkate wenyewe sili tena. Vipi? Mbona unaonekana kama hauko sawa au hujafurahia kwa hicho kitendo kilichotokea? Hapana, nipo sawa, ila nahisi kama kichwa kinataka kuniuma hivi. Oh, kwa hiyo unahitaji uchukuliwe dawa? Hapana, ngoja niangalie kwanza, nahisi kitakaa sawa tu, maana dawa huwa sizipendagi, sipendi yani. Oh, okay. Kwa hiyo mimi nilikuwa naomba tu nisaidie ile pesa tuliyokubaliana, alafu mimi niende nyumbani, tutawasiliana baadaye. Oh, nikupatie pesa sio? Basi sawa. Mwenyezi Mungu, naomba unisamehe. Vitu vingine nafanya sio kwamba napenda. Moyo wangu unaniuma sana. Nina mtu wangu lakini nimekuja kwa mwanaume mwingine. Yote haya ni kwa ajili tu nipate pesa ya kumsaidia mama. Naomba unisamehe Mungu wangu. Mbona kama uko mbali hivi? Hamna, nipo sawa tu. Sawa, pesa yako hii. Asante. Poa. Aya, basi naomba mimi niende. Basi sawa, tutawasiliana. Ufike salama. Aya. Wa Masera, hivi mlionaje ile mpira wa Simba na Yanga? Mwanangu ile ilikuwa goli kabisa ile, sema Yanga mbegu pale, ile goli kabisa ile mwanangu ile. Unajua teknolojia yetu mwanangu ya kinyuma sana. Ndio. Ukiangalia mtu kama katoka na mpira inakuwa sio offside, inakuwaje offside? Goli ile, yani ile goli mwanangu, sema Yanga mbegu tu mwanangu. Ile pale ilikuwa goli kabisa, ni goli kabisa. Yani ile inaonekana refa alipewa hela. Au unasemaje? Ile game mwanangu sio kwa sema ile pale game Yanga mbegu. Ile pale goli kama ilikuwa. Angalia kuna goli. Goli mimi na bando kwa kiangalia kuangalia sia mwanangu nilikuwa mimi. Hello. Poa mamkali mzima? Niko poa, anambia. Zawadi gani hiyo mampenzi? Surprise. Wewe unataka tuone size au? Haya poa, basi ngoja niangalie mazingira yake hapa, tunaweza nikaje hiyo. Haya poa kipenzi. Halo mke wangu vipi? Hapana, kwa sasa sina mteja. Vipi, kwani kuna shida? Okay sawa. Sawa, nakuja.
Uchijayo mwanangu inabidi nini? Wanangu sasa mwanangu. Mwanangu waifu kaniita hapo mwanangu nyumbani. Ngoja niende maskani kwanza nikamsikiza anasemaje. Sijajua ndo itabidi niende kwanza. Baridi mwanangu. Hizo hapo hizo. Sana. Baridi mwanangu. Poa. Mbona upo hivyo? Kuna nini? Wakati nakuona upo sawa. Okay, tuachane na hayo. Nakumbuka jana uliniambia unaenda kwa mdogo wako na utachelewa kurudi, lakini cha ajabu unanirudia leo asubuhi. Unaweza kuniambia ulilala wapi? Ni kweli mpenzi wangu, jana nilikwambia nitawahi kurudi, na kweli nitaka niwahi kurudi, lakini tumbo likaanza kunisumbua, na pale tulipokuwa ni karibu na rafiki yangu amepanga, nikaamua nende kwa rafiki yangu ili tumbo litakapopoa niwahi kurudi nyumbani, lakini tumbo halikupoa, ikanibidi tu nilale. Ulishindwa kunipigia simu? Simu yangu ilizima, na pale mama ulikuwa umekata. Okay, sawa. Kwa sasa hivi tumbo linaendeleaje? Sasa hivi limepoa kidogo. Sawa. Mimi naelekea kijiweni. Kama tumbo itaendelea kuuma utanipigia simu ili nikuletee dawa. Sawa. Karibu. Mwanangu. Karibu. Asante. Vipi? Poa. Niambie. Safi. Umeniita mke wangu. Shida ni? Hamna hata tatizo lolote. Mimi nimekupisi nikaona nikupigie simu uje nyumbani. Maana ningekwambia kwanza tu uje usingokuja. Sasa mke wangu, hivi kweli unanitoa kazini, afu ninakuja nyumbani unaniambia una kitu cha kuniambia. Na mambo gani sasa? Hebu kwanza njoo na wewe. Muda wa kazi gani huo?
Mama, mbona umekunywa chai alafu mkate hujala? Kwa nini? Ina maana mwanangu, wewe ndio umenichoka kiasi hicho? Wewe ni wakuniwekea chumvi na pilipili kwenye chai? Pilipili na chumvi? Kwamba uamini au hujui ulichokifanya? Mama, mbona unanishangaza mimi? Sasa mimi nawezaje kuweka pilipili na chumvi kwenye chai? Na tangu lini nikaweka hivyo vitu mama? Hapana, haina haja ya kujielezea. Mimi nashukuru. Okay, sawa mama. Basi mimi naomba unisamehe. Nahisi nitakuwa nilijichanganya tu katika kuweka vitu, ila sikufanya makusudi kuweka. Sawa, kuwa makini kwenye kazi zako. Na maana kama ingekuwa sumu hapo tayari mtu angeshakufa. Sawa, nimekuelewa. Mimi nitakuwa makini. Haya, naomba utoe hivyo vyombo vyako hapo. Ninaamini kupata faraja na kuishi kama wengine. Houseboy, houseboy, houseboy. Unamchukia sana bibi. Mwanangu, yule mama ni mchawi. Yaani ni mchawi hatari. Na ndio maana toka aje hapa mambo yameharibika. Yaani hamna maendeleo yoyote. Ni mchawi na sitaki uwe na mazoea naye. Umenielewa? Kakufanyia nini? Hadi umejua kwa nini ni mchawi? Nimekwambia sitaki uwe na mazoea naye. Mbona unabishana? Mbona unabishana mimi kama vile tumetoka tumbo moja? Hujui kusikiliza wakubwa Madam, nimekuletea ndizi zako hizi hapa. Nilikwambia unilete huko. Ulikuwa unafanya nini hapa mlangoni? Mimi nimekuletea ndizi zako tu, hamna kitu kingine nilichokuwa nafanya. Ulijuaje kwamba nipo humu ndani? Yaani light ungelisoma yasingekukuta hayo. Ila ukajifanya mjanja kukimbia peni ukakimbilia mateso. Kwani usurudi kwenu? Au umeoa? Nadhani hii simu ni ya yule mdada. Nilikuwa nawaza nitampataje tena. Basi, hapa kila kitu kimeisha. Nadhani lazima atanitafuta tu ili aje achukue simu yake. Nahisi nishanaogewa na penzi lake.
kwa hiyo lazima nimpate tena. Njoo ndani mara moja. Fanya haraka. Naam madam. Nahitaji unifanyie massage ya miguu. Massage? Ina maana hujasikia au? Lakini madam, mimi hiyo kazi siwezi. Na sijawahi kuifanya kabisa kwenye maisha yangu. Wewe, mimi ni nani yako? Wewe ni bosi wangu. Anayekufanya unaenda chooni, unaenda unarudi ni nani? Ni kweli madam unachokiongea, lakini mimi sidhani kama hiyo kazi unayotaka nifanye ipo ndani ya makubaliano yetu. Kwa hiyo mimi sidhani kama naweza kuifanya hiyo kazi. Wewe, chukua hiyo mafuta njoo nifanyie massage. Basi nilikuwa naomba twende hata pale nje kwenye upepo kwa sababu huku ndani kuna joto sana. Tukakae pale nje, mimi nitafanya hiyo kazi. Chukua hiyo mafuta njoo nifanyie massage. Hutaki sema, mimi nijue cha kufanya. Maana naona kama unajipangia majukumu ya kufanya na kazi za kufanya huko ndani. Houseboy, houseboy. Houseboy, houseboy. Houseboy, houseboy. Houseboy, houseboy.
Hivi wewe umekuja kulala, umekuja kufanya kazi? Yaani muda mwingi nakuona tu hapa, yaani umelalala tu kizembezembe yani. Hivi nyewe maskini mna shida gani? Mnataka mtu aseme ili apate dhambi, si ndio? Sasa leo una cha kujibu. Yale maharage uliyobandika yameungua. Maharage umeunguza na mama anakuita. Houseboy, houseboy. Houseboy, houseboy, houseboy. Hivi Bri, wewe unanitafuta nini mimi? Yaani kuna kitu gani unanitafuta mimi? Unanitafuta la rohoni au unanitafuta nini? Hivi mwenzetu, unaelewa majukumu yako kweli? Au haujui kilichokuleta humu ndani? Au labda mwenzetu wewe ni bosi? Tusikae tukajua tunamfanya kazi, kumbe wewe ni bosi mwenzetu na hatujui. Si ndio? Yaani umekaa huko nje, maharage yameungua. Haya, tunakula nini? Nakuuliza tunakula nini? Mboga imeungua, tunakula nini? Afu naongea na wewe umekaa kimya. Sasa mimi natoka. Nikirudi nikute chakula kipo tayari na mboga ipo tayari. Utajua mwenyewe mboga utaitoa wapi, kwa wakati gani na kwa muda gani. Nikute mboga ipo hapa tayari. Natoka. Wewe nitizame tu hivyo. Mpumbavu mmoja. Yaani mimi naongea unanitizama. Sasa ole wako nirudi nisikute mboga hapa. Houseboy. Ingali ni kama kazi nyingine, lakini wanatutesa wengine. Ninaamini kupata faraja na kuishi kama wengine. Houseboy, houseboy, houseboy.
Simu yangu ndogo itakuwa nimeiacha wapi? Mungu wangu, sijaacha kule nilipolala kweli? Ni huko, najua ni huko. Jamani, na simu yangu ina mambo mengi. Na nikienda kule mambo yatazidi kuwa mengi. Naam. Upo huko? Nilikuwa namwagilizia ya maua kidogo. Huoni mvua? Mbona nasikia kama yanyesha? Sasa shida ni kwamba haya mengine ya ndani yanakuwa yafikii maji, ambayo yanapata ni haya tu ya pembeni, ndio maana nakuwa namwagilizia kule ndani. Sawa. Chakula bado kwani? Chakula bado kidogo tu mama. Maana si unajua ile mboga ya mwanzo iliungua. Kwa hiyo tukabidi tuanze upya tena. Naomba unisamehe bure, naelewa afya yako ndio maana unadai chakula. Haya sawa, haina shida, usijali. Haya. Hakuna cha samani wala nini. Huo ni uzembe. Yaani tatizo umelegea kama mtoto wa kike vile. Yaani hata bora ungekuwa kwa mtoto wa kike tungefuatana mimi na yeye wote barabarani ili tupigiwe miruzi huko na wanaume. Hivi wapi? Kuna mzembe hivi? Wewe Feti wewe. Kwa nini unamtolea maneno kama hayo? Wewe si kama kaka yako wewe. Hamna bibi. Huyu ukweli lazima asemwe. Na usipoangalia hapa utaondoka. Houseboy.
za kwako. Sauda. Samahani, nilivyokuja kulala kwako nahisi nilisahau simu yangu ndogo. Sijui utakuwa umenionea. Basi nilikuwa naomba tukutane sehemu ili unipatie. Samahani, kwani hatuwezi kukutana sehemu nyingine tofauti na hapo nyumbani kwako? Amna, sijasema kwamba kuna shida kuja kwako. Aya, poa. Mada, karibu. Ulikuwa wapi nagonga geti mara mbili? Unajua madam, mimi muda mwingi sana huaga nakuwa kule nyuma. Sasa na ukiwa kule nyuma inakuwa ngumu kidogo kusikia sauti kwa haraka. Ndio maana huaga nachelewa kuja kufungua. Haya. Alokutuma uende buchani kuchukua nyama bila ruhusa yangu ni nani? Na kuuliza, alokutuma utoe miguu yako hiyo uende buchani kuchukua nyama bila ruhusa yangu ni nani? Hauna cha kunijibu? Houseboy. Mama. Chakula chako hiki hapa sasa. Tayari kimeshaiva. Ngoja nikuletee maji. Sasa na maji haya huku. Haya, unaweza kaanza kula. Chakula hiki hapa.
Wewe nataka ukanyoshe miguu, imechafuka. Yaani mimi nikakuosha miguu yako? Ndio. Au huwezi kunyosha? Wewe, mimi siwezi nikakuosha miguu yako. Yaani mimi siwezi nikakuosha miguu yako hata siku moja. Naanzaje kwanza mimi? Kwa hiyo ushaanza dharau. Unajiamulia ufanye nini huko ndani? Kwa hiyo hutaki kuniosha, si ndio? Nishakwambiaje mimi siwezi nikakuosha miguu. Wewe unataka nikuoshe miguu? Mimi nimekuja kufanya kazi ya kuosha miguu hapa. Sawa. Wewe, emsubiri huko. Mtwende huko. Usinipelekeshe kama hivyo. Nisugua vizuri hapo. Houseboy, houseboy. Kiukweli nina shida sana ya pesa, lakini mbona kama hizi dharau zinaelekea kunishinda? Najiona kabisa uvumilivu unaelekea kunishinda. Alabi, naomba unipe subira hivyo hivyo. Naomba unipe subira, Mungu wangu. Wewe mjinga, yaani unasugua kama unasugua tairi ya gari vile. Kwani hujui kama huu ni mguu? Cheki sasa ulivyoniumiza. Mjinga wewe. Hebu endelea huko. Taratibu. Houseboy, houseboy. Oh, kumbe ni wewe. Karibu ndani. Asante. Karibu ndani. Hapana, mimi naomba tu niishie hapa nje. Nimekuja tu mara moja kuchukua ile simu nilokuambia nimeisahau. Kwa nini uishie nje? Kwani kuna shida? Hapana. Ila mimi nilikuwa naomba tu nipe hapa mlangoni. Maana nataka niwahi nyumbani. Usitaki kuniambia kana kwamba tumekutana leo. Yaani hatujai kuonana kabisa. Karibu ndani tafadhali. Karibu ndani uchukue simu yako. Wala hamna shida yoyote. We niamini tu. Karibu tafadhali. Karibu. Halo kipenzi. Yes, niambia. Ya, safi. Ya, mwenye pia nimekumisi. Uko wapi? Nini? Okay.
Sawa, najua umenimisi, pia mwenyewe nimekumisi vile vile, tena zaidi yako. Ya, muda wote tunaweza tukaonana, ila saa hizi sema nipo mazingira kazini hapa, itakuwa session kidogo kutoka. Wewe nisikizie kwanza kidogo. Sikizie nikitoka kazini hapo mambo yatakuwa sawa zaidi. Najua mpenzi wangu, so najua. Mimi nitakuwa wako tu hata iwaje. Ni kweli kabisa mpenzi wangu. Okay, poa, basi baadaye nitakucheki. Haya, poa. Mume wangu. Niambie mke wangu. Safi, kwema. Mbona ghafla sana mke wangu? Mimi nimepita zangu naenda huko sokoni. Sasa unaenda wapi? Nilikuwa nakusalimia, nimepita zangu tu naenda sokoni na mimi. Kuna vitu nilikuwa naenda kununua. Okay, poa basi mke wangu. Mimi nadhani nikaandae kwanza mambo ya sawa. Poa kazi. Au ngoja kwanza. Vipi tunaweza tukaongozana pamoja? Jamani wewe si uko kazini hapa? Mke wangu. Sasa unajua abiria achunga mzigo wako bwana. Twende. Kweli? Poa. Nadhani itakutosha kama nauli. Sawa. Basi karibu sana utakapojisikia kuja. Hapa ni kama nyumbani tu. Karibia. Asante. Basi naomba niende. Haina shaka. Ufike salama. Asante. Naam, mke wangu, habari yako? Salama mume wangu, sijui wewe uko ulipo, hali yako? Mimi niko salama. Nyinyi huko mnaendeleaje? Watoto, mama? Tuko salama kabisa mume wangu. Sema kukumisi tu. Basi sawa mke wangu, mimi nimekumisi mno. Nimekumisi mno. Asante. Sasa nimekuingizia milioni 2 hapo. Nadhani umeiona. Nimeiona baba. Asante mume wangu. Sasa kwenye hiyo hela, nadhani 500,000 ni kwa ajili ya matibabu ya mama. Kama unakumbuka, tumeambiwa mama inabidi akatibiwe India. Sasa inabidi awe anafanya check up ndogo ndogo. Kwa nitaongea na daktari atakuja hapo. Hiyo hela nadhani ni kwa ajili ya matibabu yake. Kwa anaweza daktari akaja au la ukampeleka kule ofisini kwake. Alafu nyingine nadhani ni kwa ajili ya nyumbani. Utamalizana naye na nyingine itaingia kwenye matumizi yako mwenyewe. Sawa mume wangu. Hilo limeisha babangu. Wala hata usijali. Mama ataenda hospitali na hiyo la nyingine nitampa huyo mfanyakazi. Nashukuru mume wangu. Sawa mke wangu. Basi ngoja niendelee na majukumu yangu hapa. Naomba nikutakie mchana mwema. Kwako pia mume wangu. Nakupenda sana.
na Mungu akuzidishie riziki eh? Okay, love you. Ndio ufanye urudi, tumekumisi. Miss you too. Haya baba, bye eh? Bye, love you. Eti 500,000 mama ende hospitali, yaani 500,000 nzima mimi nito hospitali huyu mbibi atibiwe? Labda sio mimi. Hiyo 500,000 labda kama sina kazi ya kuifanyia. Mbona atakuta mamake kachina? Kashajichanganya huyu. Hivi mama, hivi kwa mfano wewe uoga unalima eka ngapi ambazo zinakutosha wewe mpaka mwaka unakuja kuisha? Mimi mwanangu wanalima kama eka 2 tu. Sema nazo hizo zanipa usumbufu. Kuzimaliza. Mara wanibie, mara wanidhulumu hivi. Kwa hiyo hizo eka 2 zinakuwa zinakutosha mpaka mwaka unaisha tena unakuja kuanza kulima? Na wajukuu hamna kukumalizia? Wajukuu wao si kila mmoja kwa kwao, sasa wengine wakuja tu kuchukua na kuondoka. Haya bwana, sasa mama bwana, mimi kuna kitu nataka nikuulize. Hivi ni kwa nini duniani kuliwekwa maskini na tajiri? Mwanangu, Mungu hakuweka tajiri wala maskini. Kwa sababu huyo naye muona kapata leo, hata jana alikuwa hana kama wewe. Lakini pia mwanangu, usiyatamani maisha ya kitajiri. Kwa sababu hata huyo tajiri unayemuona wewe anatamani maisha ya kimaskini. Kwa hiyo mwanangu, rizika na unachokipata. Haya mama, mimi nashukuru kwa somo lako. Nadhani nishakuelewa. Kwa hiyo ina maana unataka kuniambia kumbe maskini anatamani maisha ya tajiri. Halafu na tajiri anatamani maisha ya maskini. Kweli Mungu ni mkubwa. Kiukweli bibi, maisha yana siri sana. Yaani maisha yana We Billy. Naam. Hiyo simu sinaita, mbona upokee? Halo? Yaani unasikia dada? Mimi tayari nishaongea naye ila akasema atanipa majibu jioni. Kwa hiyo ndo namsubiria hapa jioni atanipa majibu gani. Lakini mimi nadhani nitafanikiwa tu dada yangu. Kwa hiyo kuwa na amani. Mimi jioni tu nitakupa majibu. Haya. Naanzaje kumwambia nisaidie hela wakati tayari ameshaniwekea deni la 100,000? Ngoja tu nikajaribu bahati yangu. Bibi, mimi naingia ndani mara moja. Houseboy. Samahani madam. Unasemaje?
Mimi kiukweli nyumbani kuna matatizo. Nimepigiwa simu kwamba mama anaumwa sana. Kwa hiyo nilikuwa naomba unikopeshe 100,000. Halafu hiyo ambayo unanidai utafidia mwezi wangu utakaokuja. Hivi umesahau kwamba una deni? Na unataka kuongeza deni? Sasa sina hela. Madam, kiukweli mimi nakumbuka kama kweli nadaiwa 100,000. Lakini nilikuwa naomba sana kama itawezekana huu mwezi mmoja unipatie hiyo hela. Halafu hiyo 100,000 ambayo unanidai utafidia mwezi wangu utakaoisha mbele. Tafadhali nakuomba sana. Kumbe unadhani hela zinakuwepo tu, zimewekwa tu, hazina kazi. Kwamba ukitaka kukopa unakopa muda unaojisikia. Nimekwambia sina hela. Hujanielewa? Lakini madam, sina hela. Toka. Toka. Jamani. Madam, nikopeshe hela. Wewe? Hivi unadhani hela zipo tu eh? Mshenzi wewe. Houseboy, houseboy. Houseboy, houseboy.